Mwezi wa Ramadhani ni wepi? Swali zuri. Wasioruhusiwa kufunga katika mwezi wa Ramadhani kama ilivyozungumza Qur'ani, wagonjwa, wenye maradhi makali, maradhi ambayo akifunga yanamletea shida katika funga yake, huyu kwa kuwa Uislamu ni dini nyepesi na Allah amesema anahitaji sisi, yuridu bikumullahu al-usra wala yuridu bikumul usra. Allah anataka kupeni wepesi wala hataki kupeni nini? Uzito. Kwa hiyo mgonjwa anaruhusiwa kula. Msafiri mwenye kusafiri safari ndefu na mashaka makubwa pia anaruhusiwa kula. Mama mwenye kunyonyesha na mama mjamzito hawawili pia wanaruhusiwa kula mchana wa Ramadhani, lakini badala yake baada ya Ramadhani wanatakiwa wazilipe zile siku walizoziacha ambazo hawakuzifunga. Umenifahamu? Safi. Wewe mbona unapiga mida hii jamani? Hivi wewe kwa nini sio mwelewa? Wewe unajua kabisa mida hii nakuaga na mume wangu. Kwa nini unanipigia simu? Sasa kwa nini usisubirie mimi ndio nikakupigia, lakini kwa nini unakuwa hivyo? Sawa, nakuelewa, basi kuwa mwelewa. Si nimekuelewa, lakini wewe unajua kabisa mimi nipo na mume. Afu wewe unaanza kunipigia simu. Kwa nini usisubirie mimi nikakupigia? Nisubirie mimi mwenyewe nitakupigia. Unanikela ujue. Yaani unanikela sana. Nimekwambia nitakupigia mimi mwenyewe. Usinipigie sasa hivi na kuomba. Aise, ukipiga tena yaani utanikwaza. Jaribu kunisikiliza na mimi ninachokisema basi. Naona usafi unaendelea mke wangu. Kama kawaida. Si unajua mida hii ndio ya kufanya usafi. Hakika. Na mimi huwa napenda nikikuona kwa katika tabasamu. Basi mke wangu, mimi natoka mara moja. Lakini tafadhali katika futulo ya leo kama nilivyokuambia, ningeomba uniwekee tambi. Kama mume kasema, sasa mimi ni nani wa kupinga? Usijali mume wangu. Mimi nitakupikia vizuri kama unavyopenda. Hakika. Japo nafahamu tambi si pendekezo lako, lakini nakuahidi kwa kile ambacho wewe unakipenda, basi mimi nitarejea nacho. Asante sana kwa upendo wako unaonionyesha, na ndio maana kila saa nazidi kuomba Allah azidi kunitunzia wewe, maana wewe ndio furaha yangu.
Shukrani mke wangu. Nami pia vivyo hivyo napenda kukuona ukiwa na afya njema na tabasamu lililotukuka. Basi mimi nikuache. Sawa. Hakika najivunia katika wewe. Mwenyezi Mungu kanipa mwanamke mrembo na mzuri. Asante. Haya, bye. Mashallah, mashallah. Hakika wewe ni mwanamke mmoja mzuri sana, na umeumbwa na Mwenyezi Mungu. Mtoto umeumbika, mtoto na shepu, mtoto na chuchu saa sita. Hakika wewe ni mwanamke mmoja mzuri sana, na Mwenyezi Mungu amejua kukuumba, na wakati anakuumba alikuumba akiwa ametulia kwenye kimvuli kizuri. Alikuwa anapapala na wewe, kakupa rangi, kakupa sura, kila kitu alikuwekea, una kasoro. Na kwa uzuri huo unafaa kuwa na mtu mstaarabu, unafaa kuwa na mashehe kama sisi. Shehe, subiri kwanza. Unataka kunioa una hela? Hela unayo? Una mchele na maanisha mpunga. Maana siwezi kuolewa na mtu ambaye hana hela. Hata ukiniangalia mtoto nimeumbika, nina shepu la kwenda. Tatizo mchele? Mchele upo, hilo sio shida kwangu mimi. Hivyo ni vitu vidogo sana kwangu mimi. Na wajua mashehe kama nyinyi hamnaga hela, kuto tukuvaa makazi kama hivi basi. Kama una hela sawa, kama hauna hela pita hivi. Mimi nisingefutulisha msikitini. Kama hela ipo sawa. Kuhusu hilo usijali, sio shida zangu, ni vitu vidogo vidogo tu. Hata kwenye kanga yangu kila mtu anaongea hivyo, lakini vitendo hapo. Hamna. Unatakiwa ujistiri. Mtoto wa kike unatakiwa uvae hijabu. Huu mwezi utukufu wa Ramadhani. Kwa nini hamna heshima? Hivi kweli hivi? Mwezi mtukufu bwana, mjistiri wanawake. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi kwema? Mbona mwenyewe hivi? Sio kwema hata kidogo rafiki yangu. Saumu kali au? Bora tu ingekuwa saumu kali. Nakwambia mimi nimechoka mwenzio. Mimi rafiki yangu, nimekaa nyumbani nimeona nitakufa pressure. Bora huu mzigo tuje tushare mimi na wewe. Mume wangu ndo shida. Mume wangu ni anakojoa kitandani. Mimi afadhali hata ya mtoto. Hebu subiri kwanza. Yaani unataka kuniambia mume wako unaishi naye huyu wa ndoa ndo anayekojoa kitandani? Kabisa. Yaani anakojoa kitandani, sielewi hata nimfanyie kitu gani ili aache kukojoa kitandani. Ujue ni aibu. Ujue ni aibu. Ndani mwangu mnanuka mkojo, naogopa hata kukaribisha mgeni. Wewe, unajua hayo maneno ni makali sana. Alafu tambua yule mtu wako yule. Kwa hiyo unavyoniambia hivi eti mume wangu anakojoa, unamvunjia heshima. Au unamsingizia? Nimsingizie wapi? Mimi sina akili timamu. Yaani nitoke huko, sina cha kufanya mpaka nije hapa kwako nimsingizie mume wangu eti ni kikojozi. Alafu sasa, ukimwambia kuhusu kwa nini unakojoa, anakuwa mkali kama kameza pilipili. Bora hata mtu unakuwa mstaarabu. Ni mkali, ni jeuri, afu bado analimwaga hatari. Mimi nimemchoka. Yaani sio kumchoka tu, na nimechoka. Mimi ninachojua, watoto wadogo ndio wanaokojoa kitandani. Sio watu wazima. Ndio nashangaa wewe unavyoniambia kwamba mume wako yule na utu uzima wote ule anakojoa kitandani. Ni kikojozi bara. Na hafadhali hata wewe mtoto ukitoa godoro roho yako nasema ni mwanangu akikuwa ataacha. Haya, mtu mzima mwenye ndevu zake anakojoa. Kwa kweli umeniacha wewe. Kwa hiyo umeamwaje?
Hapata sielewi nifanyaje. Yaani sielewi kabisa, sielewi. Lakini ndo mume wako, basi mngejaribu hata kwenda hospitalini. Nimeenda tu kwa mganga, ila hospitali bado sijaenda. Labda nitajaribu na huko. Kwa mganga tena ndugu yangu? Mbona umefika mbali sasa? Kwa kweli sikushauri kwa waganga. Ila ninachokushauri tu, jaribu kumpeleka labda hospitalini. Uenda na matatizo ndani kwa ndani. Laiti wewe ungekuwa ndo mimi, nadhani kwa mganga ungepona karibu tu. Nakwambia tena. Mimi nakushauri tu ndugu yangu, mpeleke hospitalini, sio kwa waganga ndugu yangu. Uenda na tatizo. Maana haiwezekani mtu mzima yule akujue kitandani. Ungempeleka tu hospitalini. Sawa, ndajaribu. Mwenyewe. Hodi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum salam. Karibu. Asante. Mashallah. Naona funga inaendelea vizuri. Heri. Mashallah. Nikupongeze, mwezi huu wa Ramadhani yawapasa mabinti kujistili namna hiyo. Na hakika mna pepo yenu. Ndio kawaida sisi wanawake. Hasa wanawake ambao wameolewa. Lazima wajistiri. Huyu bwana nimemkuta? Ndio umemkuta. Mashallah, basi naomba unitie. Sawa. Na vipi kuhusu nyewe, mnaendeleaje na dada, hali yake vipi? Alhamdulillah, tunamshukuru Mungu. Haka unaniona ninatabasamu, basi ujue Mwenyezi Mungu kamjalia afya na rehema. Maana yeye unajua ndo pumzi yangu na ndo furaha yangu. Mnafunga lakini? Funga inaendelea vizuri, na kwa sisi Waislamu lazima tufunge. Ni wajibu wetu kufunga. Na si kufunga tu, bali hata kufuata yale ambayo Mwenyezi Mungu au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamuru kuyafanya, ikiwa ni pamoja na kutoa sadaka, lakini pia kuhudhuria katika ibada. Na si ibada tu, bali kuhudhuria katika vipindi vyote vitano. Na kusihi na naisihi nafsi yangu pia, na wewe ufuate yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuamuru kuyafanya. Kwa jinsi ninavyokujua wewe Sheikh, najua unampenda sana dada yangu. Na yeye ndio furaha yako. Akikosa hii furaha, wewe huwezi kutabasamu. Na unavyompenda, hata kama hajafunga, wewe unamtetea. La khasha. Mimi ni Muislamu nimekamilika. Siwezi kutetea uovu, lazima nitetee yaliyo mema. Na kuhakikishia kafunga na tunafunga. Sawa, mimi nimekuelewa. Naomba ukifika nyumbani unisalimie. Inshallah. Ngoja nikuitie mume wangu. Haliki. Assalamu alaikum. Karibu. Niambie kaka. Naona ibada inaendelea kama kawaida. Mimi nilikuwa napita, nikaona si vyema nipite niwajulie hali, sababu Waislamu tumeamrishwa kutembeleana na kujuliana hali, hasa kipindi hicho cha mfungo wa Ramadhani. Kwanza nashukuru. Hilo ni jambo kubwa sana. Sio kila mtu anakuwa nalo. Ni watu wachache sana. Na ukizingatia mimi na wewe tumeshakuwa ndugu. Na kimsisitizo tu niweke ili sawa kaka. Sisi shetani tumemfungia fungu. Hatutaki masiara kabisa na mwezi mtukufu Ramadhani. Kufunga na kumfungia shetani haitoshi, lakini pia uwe na imani ya dhati kama Muislamu. Na kuna vitu tunapaswa kuvifanya kipindi hiki cha mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Kwa katika yote, swala la muhimu ni kuhudhuria ibada ya tarawih.
na kutoa sadaka, kuwatolea yatima sadaka au kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka. Lakini Mungu katuamuru katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, hatupaswi kabisa kulia chakula ndani ya nyumba. Yatupasa kuchukua chakula chetu na kulia nje. Maana yangu ni nini basi? Ili hata kama kuna mja ambaye hajabarikiwa kupata riziki, akipita basi tupate wote futari. Kwanza mimi nafurahi kusikia hivyo. Na nashukuru sana, na kwa hilo hapo sitokuangusha. Kama unavyonijua, swala la kuswali tarawih na swala la kwenda msikitini sitaki liishie tu kwenye Ramadhani, nataka liwe endelevu. Kwa hilo kaka, tuko pamoja shawangu. Basi mashallah, na kwako pia. Na isi nafsi yangu na kusihi pia. Lakini pia sisi tumeamriwa kuwa viongozi katika wale ambao tunawamiliki, na maanisha wake zetu, kuwafundisha maadili yao mema, ikiwa ni pamoja na kujistiri na vinywa vyetu. Ni maneno gani unapaswa kuyatamka wakati huu? Lakini tusisahau kusoma mara kwa mara Qur'ani tukufu ya Mwenyezi Mungu. Hilo napenda nikusihishe wao. Maana mimi namuomba sana Mwenyezi Mungu katika waja watakao kuwa peponi, basi nao huo miongoni mwao. Sheheliki, na wewe pia atoe pamoja. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu na iwe hivyo. Maana pepo imeumbiwa sisi binadamu. Sisi waja wake ndio tumeumbiwa pepo. Bali moto kaumbiwa shetani. Lakini nisingependa pia wewe nikukote motoni mimi nipopone. Basi wewe na kwako. Haina shida. Na mimi nikutakie kila laheri huko uendako. Basi utaniaga shemeji. Hilo limeisha. Haya bwana. Haya shehe. Haya. Haya bwana. Kila laheri shehe. Na huko uendako. Haya. Watu wachache sana kama wenye moyo kama wako kana. Inatakiwa umvumilie, ndio mume wako, utafanya hivi sasa. Haki ya Mungu nimeamini kuvumilia viatu vifupi ni kazi jamani. Yaani najuta. Mimi nikajua basi mwanaume na kitambi mwenyewe nitamiliki vizuri hivi. Shoga yangu hivi. Yeye anashinda hata kutoka hapa nje majirani kila mtu ananicheka. Anakuja mmetoga ndio utafikiri tunalia watoto jamani. Na hapa tu sina mtoto, nikiwa na mtoto itakuwaje? Yaani ni aibu huko ndani, naona aibu, majirani wananicheka huko. Kila siku kutoa mimi godoro. Afu chini kinafurahi asubuhi saa kuamka. Kama kimtu vile. Inatakiwa umvumilie. Yaani yule nishambeba sana mpaka hapa ninapokuambia nishambeba, yaani nimechoka ujue. Laiti mama angejua yote ninayopitia, sisemi kama angevumilia. Yaani najuta kuolewa na kibwana kile. Rafiki yangu, yule ni mume wako na unaishi naye. Tena mume wa ndoa kabisa. Madhaifu yake madhaifu yako. Madhaifu yako madhaifu yake. Sasa unategemea nani atambebea madhaifu yake? Wewe ndio wa kumbebea hayo madhaifu yake. Alafu hayo mambo si ya kawaida tu rafiki yangu. Niko uweze kupayo kama jirani wote wanakusikia hapa. Washanisikia mara ngapi? Nimezalilika mara ngapi? Yaani nafikia tu mpaka nazoea. Laiti wewe ungekuwa ndio mimi, ungeelewa kitu gani napitia. Yaani ungeelewa. Wewe si unaniona tu natoka na anika nafanya nini na nani? Wewe. Alafu kumbuka huu ni mwezi mtukufu. Hautakiwi kuongea sana. Yaani laiti huo mwezi mtukufu ungekuwa unamfanya bwana aache kukojoa. Haki ya Mungu ningeuheshimu sana. Yaani unakoelekea unafika mbali rafiki yangu. Yule ni mume wako. Madhaifu yake madhaifu yako. Madhaifu yako madhaifu yake. Sasa kwa nini usiyabebe madhaifu yake? Hapo shoga, kwenye madhaifu yake mimi sipo. Yaani kwani ya madhaifu utaweza? Ona godoro lilipochakaa utafikia lalia mtoto mdogo. Mimi kwani wa kazi yangu hii nipo piskari hivi. Wakulalia godoro hili. Jamani janaume linakojoa kojoa utafikiri bombe la dawasi kwa mimi nachoka mimi mwanaume nimemchoka. Shoga yangu ndio nimemchoka. Yaani natamani hata nikaolewa sijui na mtu gani, lakini sio hii takataka. Basi ungeangalia hata upande wa pili. Umpeleka hata hospitalini, huenda na matatizo yake. Yaani nakwambiaje, nimehangaika kila sehemu. Kwa mganga nimeenda, kwa shehe nimeenda, kwa mchungaji pia nimeenda. Hata uko hospitali na kukuzungumzia nimeenda. Yaani yule bwana aachi kukojoa, si ana kibofu cha chuma, sijui ana dawa sikomle tumboni, mimi hata sielewi. Wewe lianike tu hapo kwenye jua likauka uliingize ndani. Hata kesho nitaanika hivyo vitakauka nitaingiza ndani. Yaani ndo kazi yangu sasa, house girl. Sio mke tena. Na hapa sijazaa, sina mtoto. Nikiona mtoto usinigusishe basi. Na wewe sasa ushaanza kunitibua. Nimetibuliwa na godoro na mikojo ya bwana mtu mfupi yule, na wewe unanitibua, si ndio? Sasa jamani, nimenigusa nisiseme. Wewe. Basi. Unajua ni shoga yangu, nitakwamsha mashetani hapa. Basi jamani, tuishie hapo hapo.
Unajua nakupiga na kutoa mdudu. Au ndo kunguni kashanirukia. Shoga yangu sivuki mpaka. Hizo ndo zao ambazo sizitaki. Hasa kama limenigusa nisikwambie shoga yangu. Kwa ukoje huu uniguse mimi. Mwenzako wako. Mbona kama unaniletea dharau rafiki yangu? Mimi sikuelewi juu. Mimi nakuchenjia hata kama mshikaji wangu nakuchenjia. Hata kama rafiki yangu nakupasua vile vile. Sitaki masiala mimi. Umekuja kunikejeli hapa Shoga yangu mimi nilipitia hapa nikusalimie. Naenda zangu huko kuemea vitu vyangu vya futari. Nikampikie bebi wangu. Haya wenye wa mwenzenu ambao wakoje kitandani. Sijui mimi futa rangu hii jamani nitaacha kukojoa lipi. Mimi bebi wangu ndio yupi kojozi. Shoga yangu usisahau futari. Mvumilie. Usisahau futari nakuja. Wewe nakuja Islam sisi wachoyo. Mimi nikwambia kitu kimoja. Unajua katika maisha yangu huwa simpendi mwanamke ambaye anaongea sana kama Shiriku. Yaani kila siku ni wewe tu. Wewe una akili timamu kweli wewe? Wewe unachukuliaje mimi? Sawa mimi ni mgonjwa na kujua kitandani. Ndio basi wewe kila mtu anapita njiani, mimi na kujoa. Kila anapita njiani, mimi na kujoa. Kweli? Wewe unanifezesha mimi wewe? Yaani hapo sasa wewe ndio unanifezesha sio mimi. Mwanamke lazima uwe na busara, huu mwezi mtukufu. Wewe unaongea wewe tu. Laiti ungejua kama mimi naongea sana basi usingenioa. Usingenionge niacha huko. Niendelee kunoga. Na kwanza nimekaa hapa kwako, nimepauka. Muda wote nanuka mikojo yako tu. Mwanaume unakojoa kama kitu gani? Wewe kelele. Mimi nakojoa. Sasa tena nakojoa au unasemaje? Nasemaje? Nasema waache kukojoa. Wewe kelele. Wewe tena usinipige. Mimi nimekuvumilia sana Wewe. Unataka niweke kigoma pale nje? Kila mtu ajue kama unakojoa. Taratibu na mimi. Mbona niona mimi sina akili? Nafua mashuka yako na kukuweka wewe msafi hapo, mimi sina akili si ndio? Yaani najua utakuelewa na mwanao vifupi vyenye vitambi. Yaani usijifanye unaongea sana wewe. Nitakubutua sasa hivi. Mimi nakojoa. Wamekuja mashehe kwa mashehe. Tumechinja mpaka ng'ombe hapa kwa kuniombea, lakini wapi? Tumeenda mikoa yote kwenda kupata tiba ili mimi nisikojoe kitandani, lakini bado nalimwaga. Lakini wewe kama mke wangu ndio itakiwa wewe unifichie siri yangu, lakini wewe kila mtu unamtangazia, si mwanangu wangu si hivi, si mwanangu si hivi. Wewe una akili kweli? Sitaki mimi. Sitaki. Mweusi. Bora hata mimi mweusi, wewe mfupi kama kitu gani? Sawa, si ndio umenipenda na ufupi wangu? Na mimi nashangaa si uliniloga. Kakuloga baba yako. Kitambi lile. Na au niweze kuongea mapungufu yako na wewe saizi? Niongee. Sema, alafu tuone mapungufu ya nani ambaye yako speed. Mimi ndio nimekuoa, wewe hujanioa mimi. Usichukulie poa. Nitakubutua sasa hivi. Wewe mjinga nini? Mimi ndio nimekuoa na wewe utaendelea kukaa hapa na mimi nitaendelea kulimwaga. Kumbe unasikia leo unapolimwaga, si ndio? Unajisikia mimi ninapofua mashuka na kuweka migodoro hapo kama chizi. Sasa sio kulimwaga, tukitaka arisha. Alafu tuone unamkomoa nani? Mjinga wewe. Mjinga mwenyewe. Wewe unabaji mimi? Sipendi kabisa ujinga. Hai maisha. Sawa. Wenda huko bwana wewe. Kikojozi mkubwa. Unaongea sana wewe. Inakuaje? Au mimi ndo nimeolewa? Mimi ndo nimeolewa? Usiki angalia bwana. Bora hata mimi usiwe kibaya kama kitu gani? Wewe umejiona? Mwanamke anaeleweka suri za usiku sijui kama. Na nakwambia umenipiga wewe. Umenipiga. Subiri sasa uone. Hapa ndo kwanza mtu unaanza. Bwana shemeji. Karibu. Asante. Sijui simame au nikae.
Karibu tukae. Asante shemeji yangu. Asante. Naona mazingira yanaandaliwa, mazingira ya futari. Sawa. Ila mbona kama vichache vitatosha kweli? Hivi unavyoviona ni vidogo. Mbona vingi sana? Sisi mimi nakula wewe. Mimi yaani sione na tumbo dogo, mimi nakula sana. Sasa kwa tumbo gani mpaka useme hivi ni vidogo? Hapa nilipo tu hapa, yani kwanza nasubiri tu muda wa adhana ufike ili nipige vitu, kwa sababu hapa nilipo nasikia kama kuna vitu vinacheza tumboni. Unachekesha wewe. Vitu bwana, nimemkuta kweli. Ametoka, kwani kuna shida? Hamna shida, hamna shida. Hivi ulikotoka ni kwema? Mbona kama unaonekana mtu mwenye mashaka? Hamna, kwema. Ni kwema kabisa, yani usijali. Sasa unaonekana unaoga. Hapa nipo fresh kabisa, usijali. Mimi nilikuja tu nikusalimia. Sawa basi, baadaye karibu tukutane. Kuhusu hilo usijali, mapema tu. Yaani hapa nikitoka, yaani najua naenda nafanya mambo yangu haraka. Kwa shemeji nichelewe tena mimi ninavyopenda kula. Unachekesha wewe. Hamna, kawaida tu, hiyo kawaida yangu. Tunajua hapa mtaani watu wote waga wanapenda nichekeshe. Haya, karibu. Asante. Nzuri bwana, shemeji anakusifia. Unajua kupika sana. Sasa hapa lazima niwahi. Una mbwembwe wewe. Kawaida yangu hiyo. Kupika sana, shida nini? Ndugu yangu nisikilize. Kosea mambo yote, usikosee kuoa. Baba, mimi nimeoa ng'onda. Mwanamke anaongea kama nini? Sasa hivi ndio baba naye kwa nyumbani. Anaongea maskini ya Mungu. Nimekosea kuoa mwanamke mwenye anaongea sana, mwanamke mweusi kama mafuta ya bunduki, mimi macho kama globu. Mtaeleweki. Bego yupo kwenye mfumo. Mimi mwanamke sio kifurongondo, sio ikoje. Mwanamke anaongea vibaya sana. Mwanamke kila chochote unachokifanya, mwanamke anakuwa ya ndugu yangu, mimi sina amani hata kidogo. Mtihani sana ndugu yangu, yaani upo katika mtihani. Lakini ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu yote yeye ndo anapanga. Hayo matatizo, miemko, manini, sijui makasiriko, malalamiko, ugomvi ndani ya ndoa ni kawaida sana. Japokuwa sijui ni kitu gani ambacho unapitia ndugu yangu, ni vyema ungeniambia maumivu ambayo unayapitia nikayajua. Sababu ipi ambayo mwanamke anafanya na anakusakama sana wewe na kukusema kiasi hicho? Yaani asijali kuwa wewe ni mume. Wewe mwanamke kabila gani bwana? Yaani kiukweli jinsi ninavyoona yule mwanamke yule ni mzalamu. Mwanamke anapenda sana mambo ya anapenda sana mambo ya mikoba, anapenda. Yaani ni mtu ambaye haieleweki, maskini ya Mungu. Hiyo shida. Mimi nimefunga. Inatakiwa nifuturu kwa wakati. Yeah. Lakini yule mwanamke maskini ya Mungu, na nini iftari anapika saa 3 usiku kwa sababu ya kuzurura sana. No. Sasa mimi nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Usichoke. Sawa? Hapa siku hizi naona kama kuna watu wanakojoa, kuna nuka mikojo. Haya, mikojo Sio watoto, watu wazima washaanza kukojoa. Usikii? Yaani sisikii. Usikie? Hapana. Yaani hao ni watoto. Mimi kwanza sikia harufu ya watoto. Yaani unanuka, sema haina shida, tuachane na hayo mambo. Ila mimi ninachokuambia ndugu yangu, hao wanawake tuishi nao kwa akili. Umejikojolea bwana. Hamna shehe, mwezi. Tuachane na hayo mambo. Wanawake tunatakiwa tuishi nao kwa akili sana. Sawa sawa. Kwa sababu wametoka ubavuni mwetu sisi wa kushoto. Umeongea point ndugu yangu. Mimi ndio tukifanya hapa sasa hivi. Nikifika nyumbani kumchukua mke wangu kuanza kumfundisha elimu. Yaani namaanisha maisha jinsi mlivyokuwa mnaishi. Mwanamke sometimes anaweza kaamka akawa na kisirani. Akawa anaamka akuelewi. Wewe ndio kumweka sawa. Kumwelekeza mifumo jinsi inavyoenda katika maisha, katika ndoa. Ila sio kumfundisha kama hiyo. Sawa? Basi nashukuru sana ndugu yangu. La 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 la. Hakika Mwenyezi Mungu
Mwenyezi Mungu akusamehe. Salma, kweli ni wewe? Yaani mwezi huu mtukufu unatembea huku na kunywa maji tena njiani, tena unajiachia kabisa, umeogopa hata Mungu hivi? Unajisikiaje unapokunywa maji hivyo alafu watu wanakuangalia na unajua kabisa kwamba huu mwezi ni mwezi wa Ramadhani? Yaani unatembea kabisa unajiachia yani. Ama kweli shetani akizeeka na kwa malaika. Wewe leo kuniambia maneno hayo? Sasa mimi na wewe tuna utofauti gani? Mimi na wewe tuna utofauti gani? Utofauti kwa wapi? Mimi unione nimejistiri? Yaani wewe ndo kwanza ujali. Kichwa kipo wazi, mabega hapo wazi, mikono yote ipo wazi. Afu ndo unaniambia eti wewe na mimi kuna utofauti gani? Jistiri mama. Mwezi wa Ramadhani ukiisha basi utaendelea na mambo yako. Jamani, ukifunga wewe inatosha. Usifuatiliane. Sawa? Usifuatiliane. La 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 la. Yaani tutatoka mimi bakashia mpaka saa hizi si umeitupia wapi maskini ya Mungu? Mimi nimefunga lakini wewe unafanya vitu vya ajabu ajabu kweli yani maskini ya Mungu. Wewe naye utaki siku moja tu tuwe na upendo na amani. Unaona umeanza tena makelele yako. Haya. Hebu nifute kwanza hapo na. Alafu nini tena unataka kwenda kuniaibisha mimi kwa watu? Huyu koje huyu? Sikiliza sasa watoto. Naomba uniambie leo tunaenda kufuturu wapi? Yaani tunahakikisha tunaenda kufuturu sehemu ambayo kila mtu atafurahi, tutakutana na futari za hali ya juu. Kwa Maraima. Kwa Maraima pale. Okay. Nakwambia jana nilienda nikachorachora mazingira nikaona panga futari. Wewe. Leo tuni pale. Sasa nikifika pale hakuna tena haja ya kuanza kufizishana. Kwa sababu wewe utakuja kwa wana mama na mimi nipo VIP kwa wanaume. Yaani pale nimekaa na ile tani yangu na ile salbia sio naitaka nini ile kufanya. Tabiri. Nafanya hivi stakafula. Uko naangalia futari kama mtu vile. Kama mtu kumbe hamna kitu stakafula. Na wewe sasa. Sitaki tabia kujikojelea. Maana hata mchana unalimwaga. Kwenda unaharibu. Hebu nisikize vizuri watoto. Nafanya na pampers hapo za 1500 zile. Chukua zile na vaa vizuri. Hapo sawa. Sasa unakuwa nikishavaa zile pale mimi pale sina nini? Sina shida ina yote. Hapo sawa, twende kojezi wangu jamani. Cheusi wangu huyo. Haya, yani mimi kiukweli nimechagua mwanamke mweusi kama chungu. Gani? Yaani shoga yangu nimetoka huko nimevurugwa baa. Yaani nina hasira. Si nikwambieje. Nani kakukera tena? Sio Tausi mwenzangu. Nimekutana naye ananiambia sijui umevaaje, sijui nani kanikuta shoga yangu nimetoka zangu na mihengova yangu ya jana. Nani Tausi huyo anakuhubiria wewe? Huyo Tausi. Huyo Tausi. Toka lini naweka kuhubiria watu? Yaani kanikera. Unajua kanikera, kaniharibia siku vibaya mno yani. Wakati ni mdangaji mzuri tu, kashaanza kuhubiri. Nilikuwa sijui. Acha mama. Yaani kanikera mudi yote mudi imekata. Kashakuwa mshauri tena yeye Tausi. Ngoja muone shoga yangu juu hadi hapa ninapokuambia. Hayo makubwa. Ndio tuachane na hayo. Bwana mimi nimekuita hapa, nimelipata jibaba. Huyo mbaba na hela bala. Niko pale kwenye ile grocery. Hapo shoga yangu, hapo. Hapo ndo nikupendaga hapo shoga yangu. Tulia sasa. Ana hela na ninapomjua yule kwa sifa zake atakuwa kaja na rafiki yake.
Ndio maana nimekupigia simu uje twende wote. Nimeshinda kwenda peke yangu, naona aibu. Sasa na wewe naye. Sasa wewe umependeza hivyo, mimi nitaendaje hivi sasa? Usiniambie nikavaa vizuri nipendeze, wewe vipi bwana? Ungeniambia. Amba nimevaa kawaida sana, hata hivyo ulivyovaa umewaka. Mbona umechelewa? Kweli nimechelewa. Ila kuna mambo yangu nilikuwa naweka sana. Sijui naishi na mume wangu. Natambua hilo. Lakini nikija simu zangu upokee kwa wakati. Na ndio hicho ambacho nilikuwa nataka kukuambia. Sitaki unapiga simu muda wote. Tambua mimi naishi na mume wangu pale nyumbani. Tena mume wa ndoa nimefunga naye ndoa kabisa. Usiwe unapiga simu mpaka mimi nikupigie. Na kitu kingine, unajua nakupenda sana. Sasa mpenzi wangu, naelewa hiyo. Ila kuna wakati na mimi sauti yako na mimi sikuona hata message yako ile mambo napenda sana, lakini ndio maana nakuwa nakupigia kila mara. Same kwa hiyo. Ila nitajirekebisha. Nakupenda sana. Sipendi nikukasirishe nikukere. Naomba pia usiwe maagiza watu wanakuja pale nyumbani. Watakuja kuniletea matatizo mengi. Sawa, ila basi jitahidi hata kwa kuibia. Sawa, nimekuelewa. Kwani jioni watoki? Naona muda umeenda. Na hapa tulipokaa sio sehemu sahihi. Naomba niwahi nyumbani. Nimewahi Mungu. Tutaonana baadaye kisha. Wow, nimefurahi sana. Nadhani leo nitaenjoy. Maana nikiwaga na wewe nakuwaga na furaha. Natambua mpenzi wangu. Jitahidi basi sindangani. Siwezi nikakungopea wala kukudanganya. Kwani wewe ni mama. Wow, sikose kuja. Salamu alaykum. Salama. Afadhali nimekuona. Kuna jambo nataka niongee na wewe kidogo. Afadhali nimekuona. Nilikuwa na jambo la kuzungumza na wewe. Kuna salama? Usijali, usalama upo. Okay, naambia jambo gani? Mimi kuna jambo nimelisikia na sijapendezewa nalo kabisa. Nimesikia wewe unatembea na mke wa mtu. Mke wa mtu? Ndiyo. Hizo taarifa sio za ukweli. Umesikia wapi? Najua utakataa. Kutokana na aibu na kujisikia kwa jambo baya unalofanya. Huwezi ukakubali kirahisi. Lakini mimi najua nilichokisikia ni cha ukweli na ni uhakika kabisa. Lakini mimi nikushauri tu jambo moja. Achana kabisa na hiyo kitu. Achana na mke wa mtu. Wewe ni mtoto wa Kiislamu. Na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unapata dhambi sana kuzini na mke wa mtu. Alafu kumbuka yule mwanamke unayemchukua ni mke wa mwanaume mwenzio, tena Muislamu kama wewe na amefunga. Lakini nyie mnatoka huu mwezi mtukufu mnaenda kuzini. Uone kama unajichumia dhambi. Ujionee huruma. Mimi nimelelewa katika maadili ya Kiislamu. Najua vizuri sheria za dini zinasemaje. Siwezi kutembea na mke wa mtu aliyakuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapana. Hizo taarifa itakuwa sio za kweli. Na kama umesikia jina basi umefananisha, sio mimi. Japokuwa unanikatalia mimi, lakini ndani ya moyo wako unajihukumu na unajua kabisa kwamba hilo jambo unalolifanya ni kweli na wala usingiziwi. Lakini wewe nifiche mimi na nikatalie, ila Mwenyezi Mungu huwezi kumficha wala kumkatalia. Yeye anajua jambo linalofanyika usiku na mchana. Kwa hiyo jitahidi kubadilika. Nimekuelewa. Nitajaribu kulifanyia kazi. Nashukuru sana kwa kunielewa. Nadhani utalifanyia kazi ushauri wangu. Tutakie siku njema. Nawe pia.
Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Asalamu alaykum. Karibu. Asante, habari zako? Nzuri kabisa, za kwako? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Samani, sijui bwana mkubwa nimemkuta. Katoka. Vipi, kuna shida? Hapana, hakuna shida, isipokuwa Sheikh Asmani alikuwa anahitaji uwepo wenu nyumbani kwake, kwa sababu jioni ya leo anafutulisha pale. Jambo la heri, atakaporudi taarifa nitamfikishia, hata usijali. Basi sawa, nikutakie mchana mwema. Kwako pia. Asante. Karibu. Haya. Kakaangu, unamshangaza sana. Hivi mwezi huu mtukufu wote wa Ramadhani unatembea kichwa kiko wazi kama hivi kweli? Labda nikwambie kitu kimoja, shehe wangu. Unajua katika maisha kila mtu na imani yake. Mimi imani yangu inanituma kwamba kama nimefunga, hata kama sijavaa barakashe, sawa, mimi tayari ni mtukufu. Halafu sio kuvaa barakashe ndio kufunga. Mimi na imani kila kitu kiko sawa. Mimi ni mtu wa Mungu. Namjua Mungu ni nani kwenye swala zima la toba pamoja na Ramadhani. Hapo hakuna jambo la kawaida la Mungu. Unakosea kabisa. Nakuhakikishia kwenye hili kuna adhabu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mzima kabisa. Mzima, shikamoo. Hujambo? Yaani mabinti wa Kiislamu siku zote, hususan watoto wa kike, kipindi hiki cha Ramadhani huwa wanapendeza sana kama alivyo hapa shemeji. Shemeji amependeza vibaya sana, yaani mpaka mwenyewe anashangaa. Na kujua mnaweza kuja kuniza tamaa, mwisho wa siku kaanza kuongea maneno ya ajabu mbele ya mke wangu. Usichokijua, sisi tumelelewa katika misingi ya kidini na tunafuata taratibu zote. Kwa hiyo unachokiona hapa ni miongozo ya kidini. Wewe mke wangu tupo hivi. Hakuna ubaya, kapendeza. Yaani yupo kama mke wangu ile cheusi mafuta ya bunduki. Yeye akivaga, yani akivaa zile nguo zake, huwa anapendeza kama huyu. Hususan huyu ni mweupe, yule ni mweusi. Lakini wote ni watoto wa Kiislamu na wote wapo katika nuru. Naam. Samahani. Bila samahani. Mimi niko naomba nielekee madrasa. Sawa. Kwa hiyo haina shida. Mwenyezi Mungu akutangulie uweze kwenda salama na salama. Inshallah. Labda mimi nikwambie kitu kimoja. Unapoenda huko madrasa, hakikisha usisinzie. Msikilize mwalimu wako au ustazi anakupa haya gani. Sio unafika pale unakoloma, unaachama mdomo, hinzi wote wanakufa kupitia wewe. Kiukweli ndugu yangu, Mungu tu ambariki hadi salama. Haya, nakumbuka uliniambia kwamba una naniwa namba yangu ya simu. Limadi kama ukipika futari mnaniambia tu bwana kitu mbaya futari. Haya, nipe simu yako nikuandikie namba. Watu wengine mbona jepesi, yani avinaga. Astaghfirullah. Mwezi mtukufu wote wa Ramadhani, shehe wangu natembea na jisi kaka. Jamani, sasa mimi labda hao watoto wameniwekaje mimi hivi jamani kwenye mfuko wangu? Mimi nimefunga, mtoto wa Kiislamu. Mimi naomba niwaache. Sawa mke wangu. Nenda tu. Shemeji, yaani usininyime futari kwa jamii sijafunga, nimefunga. Hao watoto wana mtindo ikanzu kikae vijuu, wanachukua vitu wanaweka. Shemeji. Shemeji. Tambua namkosea Allah.
Kweli Mungu. Haya, Mungu akutangulia. Kaka, umenikosea sana heshima. Nisikilize shehe wangu. Sisi wote ni mashehe. Na swali tarawih kila siku. Hii juisi sio kama nimeinywa. Cha kufanya amna nani hapa, labda nitupe au la, cha kufanya hapa ngoja tuone Mungu atakuwaje. Yaani kusikitikia wewe. Unakunywa tena? Naenda kukupa. Shehe imani zero wewe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Naam, watukufu wanafunzi, tuna kila sababu ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutufanya sisi wachache miongoni mwa wengi kutupa neema ya kuingia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi ambao una mambo mengi mazuri, mambo mengi yenye fadhila na mabora yaliyokuwa tele. Miongoni mwa hayo, Nabii Musa alayhi salam alijifakharisha na kujisifu kwamba yeye ni bora ya viumbe kwa sababu amepewa kuzungumza na Mwenyezi Mungu sauti kwa sauti. Akamuuliza Mwenyezi Mungu kwamba je, kuna kiumbe bora asiyekuwa mimi, kwa sababu mimi umenipa nafasi ya kuzungumza na wewe mdomo kwa mdomo, sauti kwa sauti. Mungu akamwambia hapana. Akamwambia, ya Musa, ewe Musa, innali ibadun, hakika mimi nina waja, ukhrijuhum fi akhiri zaman, waja ambao nitawatoa katika zama za mwisho. Anakusudia umma wa Muhammad ambao ni mimi na nyinyi. Wa ukrimuhum bi shahri Ramadhan, na nitawakirimu kwa kuwapa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fa idha swama ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watakapofunga umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hatta biyaddat shifauhum, mpaka ikawa meupe midomo yao, wasfarat alwanuhum, na zikawa za njano rangi zao. Ni kinaya ya mtu kuchoshwa na funga, kiu kikali, njaa kali. Mungu anasema watu watakapofika katika mahala hapo, arfa'ul hajba waqta iftarihim, nitaondosha kizuizi muda wa kufutari kwao. Kwa maana muda ule wa kufutari Mungu anaweka nafasi ya watu kumuomba wakajibiwa majibu yao direct, pasi na pazia la aina yoyote. Ule muda sio muda wa kukimbilia bakuli za tende, makombe ya uji na maji, bali ni muda wa kutenga walau dakika 5, 10 au 15 kwa ajili ya kila mmoja kueleza haja zake kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ili aweze kupata faida. Allah akasema, wewe Musa ulinisemesha mimi, kati yangu mimi na wewe kuna pazia 70,000, kwa maana vizuizi vinazuia. Sauti ya Musa haiendi direct kwa Mola, lakini sisi watu wa Muhammad sauti yetu inaenda moja kwa moja, hakuna pazia la namna yoyote. Kwa hali hiyo ndipo Nabii Musa akatamani lau awe mtu wa kawaida kama mimi na nyinyi, awe hata bodaboda, awe muuza genge ama muuza mkaa, lakini apate fursa ya yeye kuwa watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili aweze kupata sharafu na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wanafunzi, kutokamana na muda, naomba tuweke nukta hapo, na kabla hatujalifunga darasa letu, kama kutakuwa na swali nipate kuulizwa. Karibu. Mimi na swali. Wasiotakiwa kufunga mwezi wa Ramadhani ni wepi? Swali zuri. Wasioruhusiwa kufunga katika mwezi wa Ramadhani, kama ilivyozungumza Qur'ani, wagonjwa, wenye maradhi makali, maradhi ambayo akifunga yanamletea shida katika funga yake. Huyu kwa kuwa Uislamu ni dini nyepesi, na Allah amesema anahitaji sisi, yuridu bikumullahu al-usra wala yuridu bikumul usra. Allah anataka kupeni wepesi, wala hataki kupeni nini? Uzito. Kwa hiyo mgonjwa anaruhusiwa kula. Msafiri mwenye kusafiri safari ndefu na mashaka makubwa pia anaruhusiwa kula. Mama mwenye kunyonyesha na mama mjamzito, hawa wawili pia wanaruhusiwa
kula mchana wa Ramadhani, lakini badala yake baada ya Ramadhani wanatakiwa wazilipe zile siku walizoziacha ambazo hawakuzifunga. Umenifahamu? Sheikh, tarawih inaswaliwa rakaa ngapi? Vizuri Ali. Swala ya tarawehe inaswaliwa rakaa 20 kwa utaratibu wa kila baada ya raka mbili unatoa salamu, kila baada ya raka mbili inatoa salamu mpaka zinafika 20. Umefahamu vizuri? Inshallah. Natumaini tumefahamiana vizuri na mpaka sasa nadhani hakuna mwenye swali. Kama hivyo ndivyo, inshallah tupate dua tuweze kufunga darasa inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah. Ma'asalam wa ila liqa. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah. Binti wa Kiislamu kabisa wa Kitanzania namna hii kweli mwezi wa Ramadhani? Basi ungejistiri hata kwa kujifunika kichwa na kuvaa mavazi mazuri. Haya, shida yako nini? Samahani, nimemkuta mkeo. Kuta mke wangu? Mwenzangu, mimi na mkeo tunaishi zetu. Shida yako nini na mke wangu? Hapa kama unavyoniona, nina kijora changu, jioni kesho kutwa nina birthday party yangu. Kwa hiyo nimekuja nimwalike, nataka nimletee kijora, ndio maana nimemfuata. Yupo? Wewe ni rafiki wa mke wangu? Mimi ni rafiki yake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Samahani ustazi, kwa hiyo mkeo yupo au hayupo? Nisikilize wewe binti. Naomba unisikilize. Sitaki mazoea na mke wangu. Sio, unanielewa? Kuanzia leo sitaki kukuona tena ukikanyaga katika nyumba yangu ukiwa katika hali hii. Na sitaki tu karibu na mke wangu kwa sababu hauna maadili ya Kiislamu, hauishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Naomba utoke. Naomba utoke nyumbani kwangu. Sitaki mazoea na mke wangu katika hali hii. Wewe kwa kwetu Waislamu ni najisi. Naomba uondoke. Kwa hiyo mkeo hayupo? Naomba uondoke. Tana na chio. Mdogo wangu, kiukweli somo la leo la ustazi limenigusa sana na limenipa nguvu zaidi na zaidi nizidi kufunga. Hivi unajua leo kidogo tu nifungulie, unaweza ukanipa sababu kuu? Si mimi na shemeji yako hatukula daku, ila namshukuru Allah anazidi kutupa nguvu na tuzidi kufunga. Kwa hiyo siwezi nikafungulia mpaka nimalize mfungo wangu vizuri. Dadangu, kwanza hali ikija kukutokea siku nyingine,
kuna maneno inabidi waseme mara 3. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alafu kitu kingine, Mwenyezi Mungu hajawahi kumtupa mja wake hata siku moja. Na kama ukiwa sehemu umekwama, muda wote na saa yote, Mwenyezi Mungu anakuinua. Wewe mwenyewe unasikia maneno ustazi pale aliyosema. Yaani kiukweli mfungo wangu siwezi kuvualia. Yaani ni lazima nimalize salama. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi wa toba. Inabidi tukiri dhambi zetu na sio kuziongeza dhambi. Afu kitu kingine dada yangu, kama unavyojua, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiwe mchoyo. Siku moja inabidi uniite nyumbani ili unifuturishe. Unawaza tu kufuturishwa. Uwezi mambo mengine? Basi inshallah dada yangu. هذه هي قد صارت للسعد في أمال تروي الجمال بها الحان وطيار. Dada yangu, nimekutoa ndani hapo, kuna kitu nataka nikwambie. Kwanza naomba nikuulize swali. Na naomba usinifiche kitu chochote kile. Unampenda mtume wako? Unamaanisha nini kuniuliza swali kama hilo? Naomba unijibu kama jinsi nilivyokuuliza. Ndiyo nampenda. Unampenda. Na hauko tayari kumkosea mtume wako kwa swala lolote lile? Ndiyo. Hivi mfano, yaani tuseme tu mfano, ukaja ukajua shemeja na mwanamke mwingine, alafu ukizingatia yupo ndani ya ndoa yake, wewe utajisikiaje? Ningejisikia vibaya. Utajisikia vibaya. Safi. Kwa nini unasaliti ndoa yako? Kwa nini unamsaliti mume wako? Kwa nini hauheshimu ndoa yako? Unaanzaje kuongea maneno makali kiasi hicho wewe? Hivi unajua kabisa shemeji yako umemwacha ndani. Hivi akisikia maneno wewe unayozungumza, utanisababishia matatizo. Natambua kama shemu yupo ndani. Na ndio maana nimekutoa nje. Mimi nafahamu una mahusiano mengine tofauti na mume wako. Huyo mwanaume ni mrefu na ana madevu. Mosi fulani hivi. Uongo kweli? Kama umeshindwa kumheshimu mume wako, heshimu basi hata dini ya Kiislamu. Heshimu hata familia ya wazazi wako. Hivi unadhani watu wakija kujua wewe unaichiti ndoa yako, familia yako utaweka kwenye wakati gani? Yaani mimi nina mahusiano nje ya ndoa yangu? Unanikosea. Yaani unanikosea kabisa. Naona kama mimi nakukosea, ila wewe ndio unayemkosea mtume wako pamoja na Mwenyezi Mungu. Adhabu ya mzinifu, awe wa kike au wa kiume, ni kubwa mno. Ingekuwa Warabuni, wangekukamata na kukufukia chini na kupigwa mawe mpaka kufa. Lakini sisi hatuna sheria hizo. Na siku ya kufa, ukifika kabrini, utajua nini cha kumjibu Mola wako. Tunaona mimi nakukosea, ila wewe ni dada yangu. Unapokosea lazima nikwambie. Hivi unazungumzia vitu gani wewe? Wewe unajua kabisa naishi na mume wangu, tena wa ndoa. Unaanza kuniletea ujinga wako huu. Mimi naanzaje kuwa na mahusiano ingalia kuwa nina mtu wangu? Naanzaje kwa mfano? Unapoendelea dada na hiyo tabia yako, mimi na wewe ndugu utakufa. Na hata ule karibu wetu hautokuwepo tena. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nakutakia ndoa njema.